Wapenzi katika Kristo na wasafiri wa kwenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufanye namna hii. Fanya namna hii juu kabisa sasa. Sasa weka tabasamu la 2026, weka tabasamu kisha sema amina. Amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa mbaraka mkubwa ambao ametupatia kujumuika pamoja jioni ya leo tunapokuja kumshukuru kwa yale ambayo ameyatenda, tunapokuja kumuomba kwa nguvu za kusonga mbele, kwa sababu hakika mwaka unavyoendelea tunahitaji neema katika kusonga mbele na maisha haya. Tunakuja pia kutafuta utakaso na msamaha wa dhambi, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna namna ambavyo hatujaenda vizuri. Na hii sio ya kanisa zima, hii ni ya kila mmoja wetu. Mwaka 25 wewe ukijitafakari, mimi nikijitafakari, kuna maneno ambayo sikupaswa kusema niliyatamka, kuna matendo ambayo sikupaswa kufanya niliyafanya, kuna hisia ambazo hazikupaswa kuutawala moyo wangu, lakini nilizipa nafasi hisia hizo, nikazilea zikatawala moyo wangu. Kuna wajibu ambao nilipaswa kutimiza na nikajifanya sioni wala sielewi na sikuutimiza. Kwa hiyo leo tunapokuja katika ibada hii, pamoja na shukrani, pamoja na kuomba nguvu za kusonga mbele, tunakuja pia kutubu. Tunaanguka chini ya miguu ya msalaba. Tunaomba yale matone ya damu yatudondokee na kutusafisha na kututakasa, ili tunapouanza mwaka 2026 tuanze tukiwa wapya ndani ya Kristo. Haleluya. Sasa nitawapa pendekezo la New Year resolution, halafu nitawapa wazo, halafu mimi nitawabariki. Ndio wito wangu hapa duniani, kubariki. Hata nikikutamkia laana, Mungu huwa anazigeuza kuwa baraka. Kwa hiyo jioni ya leo, baada ya kuwapatia resolution ya mwaka mpya, baada ya kuwapatia wazo, nitawabariki kwa jina la Bwana. Resolution ya mwaka 2026, na natamani hii iwe resolution yako pia. Natamani liwe tamanio lako. Najua tayari tumeshaweka zile za kupunguza uzito, wengine tumeshatafuta gym membership, wengine tumeshaweka ratiba ya diet tutakayoianza. Ni kweli hiyo resolution ni nzuri na Bwana akubariki. Ninajua umeshaweka resolution ya kusave pesa, kwamba basi mwaka 2026 natamani ni save, nipate akiba ya kutosha. Ni nzuri na Bwana akubariki. Labda umeweka resolution kwamba mwaka huu wa 2026 ndio sasa utapata mtoto, ndio utaingia kwenye nyumba mpya. Pamoja na yote hayo ni mema. Ngoja nikupatie resolution ya mchungaji 2026. Na inapatikana kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 4, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Wakorintho wa kwanza sura ya 4, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Mtume Paulo anaandika na anasema, mtu na atuhesabu hivi ya kuwa sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Natamani mwaka 2026 watu wa kuhesabu hivi, majirani, wafanyakazi wenzako, washiriki wenzako. Natamani mwaka 2026 jamii na dunia ikuone kama mtumishi wa Kristo. Na tunaposema kuwa mtumishi wa Kristo, hatumaanishi kupewa kazi kanisani. Unaweza ukawa shemasi na bado sio mtumishi wa Kristo. Halo? Unaweza ukawa mchungaji na kweli kabisa unahubiri na unaenda makambi na unafanya effort, lakini sio mtumishi wa Kristo. Maana Biblia yangu inaniambia Yesu atakapokuja, sisi ambao tulidhani kazi za kanisa ndio zimetufanya kuwa watumishi wa Kristo, tutamwambia Bwana, Bwana, tulihubiri kwenye effort, na anasema ondokeni, siwajui ninyi.
Utasema Bwana, Bwana, nilikuwa mwaminifu katika kukusanya zaka na sadaka, nilikuwa shemasi 25, nilikuwa shemasi 26, na atakwambia ondokeni, siwajui ninyi. Tunaposema kuwa mtumishi wa Kristo, tunasema kuyafanya mapenzi ya Kristo kuwa mapenzi yako. Kuruhusu kusudi la Mungu litimizwe katika maisha yako. Hiyo ndiyo maana halisi ya kuwa mtumishi wa Kristo. Ukweli ni kwamba bado uko hai kwa sababu Mungu bado ana kusudi na maisha yako. Kama kusudi la Mungu lingekuwa limetimia, ungekwisha lala usingizi wa mauti, usingelikuwa hapa leo. Lakini Mungu ameyaweka, amekupa uhai, amekuweka hai kwa sababu bado ana makusudi na maisha yako. Na kuwa mtumishi wa Kristo ni kuruhusu kusudi la Mungu litimie juu ya maisha yako. Mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi ni watumishi wa Kristo. Sisi tumefungua mioyo yetu ili Mungu alitimize kusudi lake ndani yetu. Halafu namba 2, kuwa sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Tunapoongelea kuwa wakili wa siri za Mungu, Waadventista najua tayari mumeshakimbia kwenye zaka na sadaka, si ndio? Maana Mwadventista ukimwambia tu wakili mwaminifu ni yule anayetoa zaka na sadaka. Tunapoongelea kuwa wakili wa siri za Mungu ni kuzifahamu kweli za neno la Mungu na kuziishi kama unavyozifahamu na kuziamini. Kuwa wakili wa siri za Mungu ni kuitunza afya yako, kufanya mazoezi, kula vizuri. Kuwa wakili wa siri za Mungu inaendana na kutumia karama na talanta ambazo Mungu amekupatia kwa uaminifu. Usikimbize wakili kwenye fedha tu. Kuwa wakili wa siri za Mungu sio tu swala la fedha, ni kutumia muda wako vizuri. Mwaka 2025 umeenda. Question, ukweli je? Na swali tukiuliza, je, umeutumia muda wako vizuri? Mimi kwenye simu yangu kuna kitu kinachoitwa screen time. Hiki kinanisaidia kutrack kwanza ninakaa kwenye simu muda gani, halafu ninakaa nikifanya nini. Unfortunately, mpaka navuka sasa, si nimefika mwaka 26, mpaka sasa ninatumia average ya masaa 11 kwenye simu. In every 24 hours, 11 hours ziko hapa. Halafu average. Halafu unfortunately zaidi, afadhali hayo masaa 11 ningekuwa nasoma kesha, nasoma Biblia, nafanya nini? Kwenye hayo masaa 11, 98% ya masaa 11 kwa siku nayatumia kwenye social media. Na hata ukiangalia Instagram account yangu haina fungu la Biblia, ni picha zangu tu. Kwa hiyo afadhali ningesema niko kwenye social media napeleka neno la matumaini. Nasoma comments, nafuatilia yanayojiri, yaliyopita, yanayokuja, nani amesema nini, nani yuko wapi, anafanya nini na nani. Tunapoongelea kuwa wakili wa siri za Mungu, tunaongelea matumizi ya muda wako. Methali nasema ya kwamba masaa 24 tumepewa wote, lakini what we do na hayo masaa 24 ndio inacho differentiate mawakili waaminifu na wale ambao sio mawakili waaminifu. Tunapoongelea wakili, tunaongelea kurudisha zaka kwa uaminifu na kutoa sadaka kwa uaminifu. Lakini unajua wengi tunaishia hapo. Na tunadhani kwa kuwa nimerudisha zaka kwa uaminifu, brother Mapongo, na nimetoa sadaka kwa uaminifu, Mungu asihangaike na mimi na kile kinachobaki na kitumiaje. Kwa hiyo kuna mtu anarudisha zaka kwa uaminifu, anatoa sadaka kwa uaminifu, inayobaki anaenda kuhonga kwa uaminifu. Bado hajawa wakili mwaminifu wa siri za Mungu. Pastor amesema nini?
Mungu haangalii tu zaka unayoirudisha kwa uaminifu, sadaka unayoitoa kwa uaminifu. Wakili ni yule anayetumia kilichobaki kwa uaminifu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ninaomba resolution yako, jiunge na mimi. Hii ni resolution yangu, lakini najaribu kukuconvince jiunge na mimi pamoja na nyingine zote. Mwaka 2026 mtu na atuhesabu hivi ya kuwa: moja, sisi ni watumishi wa Mungu. Kusudi la Mungu limepewa kipaumbele katika maisha yetu. Namba 2, mtu atuhesabu ya kwamba sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Kama unajiunga na mimi kwenye resolution hiyo, kwa nini usiseme amina? Kwa nini usiseme amina? Kama kweli natoka moyoni, punga mkono ukisema amina. Basi Bwana atusaidie tuwe watumishi wa Mungu na mawakili waaminifu. Hiyo ilikuwa resolution. Twende kwenye wazo. Tumesimama katikati ya 25 na 26, na hapa ndani kuna wale wanafunzi wa Biblia wakina brother Carlos wanaosema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kwa hiyo wao tayari 2026 wameiona na wanatamba nayo tayari. Yani tena wameanza mbele za Bwana, ndani ya nyumba ya Bwana ilishakuwa ya baraka, wapo hapa. Lakini hapa ndani kuna watu wanaosema, pastor, hata ukikatika sasa hivi tutasema ulikatika 2025. Na pale kwenye kaburi lako tutasema alikatika tarehe 31 Disemba 2020. We are on the brink of the new year. Tuko hapa. Na hapa tulipo kuna makundi mawili ya watu. Hapa tulipo, 2 groups of people. Kundi la kwanza ni la wale ambao kwa kweli mwaka huu wa 2025 ulioisha tumeuona mkono wa Bwana. Ni wale ambao tunapiga kelele wakisema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Tunapiga kelele, tunasema kwa maana fadhili zake ni za milele, kwa sababu tumeiona miujiza, tumeziona baraka, tumeuona uponyaji, tumeona ushindi, tumeuona mkono wa Bwana. Kuna mtu amekuja hapa, huu ndio mwaka wa kwanza, ninaposema huu mwaka 2025 ndio mwaka aliopata ajira. Kuna mtu hapa mwaka 2025 ndio amekuwa mzazi, yuko hapa. Na unaposema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, ana kila sababu ya kupiga kelele na kusema kwa maana fadhili zake ni za milele, maana amepakata mtoto kwenye kiganja chake na anasema hakika Bwana ni mwema. Kuna mtu mwaka huu ndio ameanza biashara, imekuwa njozi yake kwa miaka mingi na ameanza biashara, and wow, ni kama biashara inaenda vizuri, tayari ameshapata faida. Kuna mtu mwaka huu ndio amehamia kwenye nyumba yake. Tumekaa hapa ni makundi mawili ya watu, ndio watu wamehamia kwenye nyumba zao, yani tayari tena. Sasa hivi mama mwenye nyumba, baba mwenye nyumba, sio stress yake mambo ya kodi, sio. Kuna mwanafunzi yuko hapa mwaka huu ndio amevuka kutoka level moja kwenda level nyingine. Kuna mwingine yuko hapa ndio mwaka huu amevaa joho, amemaliza degree, amemaliza masters, amemaliza PhD. Yani kuna watu wamekaa hapa mioyo yao imejawa shangwe na shukrani na baraka na fanaka. Hata nyuso zao ukiwatazama zinaonesha kabisa mwaka 25 umewaendea vizuri. Kuna dada yuko hapa ananitabasamia, anasema pastor, mwaka huu ndo nimekonyezwa, 2025 nimekonyezwa. Na usinione hivi, mimi ni mke wa mtu na niliolewa mwaka 2020 ngapi jamani? Kwa hiyo unapomwambia mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, ana kila sababu ya kupiga kelele na kusema kwa maana fadhili zake ni za nini jamani? Lakini pia kuna kundi jingine ambalo basi tunamshukuru kwa sababu Biblia imesema tumshukuru Mungu kwa kila nini jamani. Lakini ukweli ni kwamba 2025 umekuwa mwaka mgumu. Ibada kama hii haitufanyi tutoke kwenye uhalisia wa vita ambazo tumepambana nazo na vile vilivyotushinda kwa mwaka 25. It's the reality.
Kuna mtu mwaka huu ndio ameambiwa anaumwa ugonjwa ambao hauna tiba, na ameanza kuzoea dawa ambazo ameambiwa na anazitumia na zimekuwa sehemu ya maisha yake. Kuna mtu amekaa kwenye ibada hii anasema vipo vya kumshukuru Mungu, niko hai, niko nini, lakini huu ndio mwaka ambao nilimzika mpenzi wangu, kaka yangu, dada yangu, mwanangu, ndugu yangu, mzazi wangu. Umekuwa na maumivu yake na kushindwa. Kuna mwingine ni mwaka ambao amevunjika moyo, yule aliyemwamini kikamilifu ameuvunja moyo wake, amemkatisha tamaa kiasi kwamba hata hajui kama anaweza kaamini tena mtu. Kuna mtu hapa ndio mahusiano yamevunjika. Kuna mtu yuko hapa ndoa yake na ning'inia kwenye uzi mwembamba, amejaribu vyote. Nikiwa kwenye makambi mahali fulani mwaka huu, kaka mmoja baada ya darasa la familia lile la mgawanyiko akaja akaniambia Pastor, I have done everything. I have done it all, Pastor. Nimeomba msamaha, nimebembeleza, nimejifanya mjinga, nimetoa hela, Pastor, nimeingia mikopo, nimefanya vyote, lakini Pastor, ndoa yangu inavunjika. Nini kingine naweza kufanya, maana Pastor, nimefanya vyote. Ni uhalisia wa maisha kwamba humu tulimo kuna watu wana maumivu. Kuna watu ndio wamepata hasara, kuna watu ndio wamefukuzwa kazi. Mwingine anaposema asante Mungu nimepata kazi, yeye bado anaipolish CV yake kila asubuhi akitafuta wapi aipeleke siku ya leo, bado ajira haijaja. Kwa hiyo ndio anamshukuru Mungu kwa kila jambo, lakini kwa kweli maumivu ni mengi kuliko hata vile vya shukrani. Wazo ni nini? Wazo linatoka kwenye Wafilipi sura ya 3. Fungu la 13 na la 14, na baada ya wazo hili mimi nitatoa ombi la baraka na nitakuwa nimemaliza ili nisimalize mafunuo na maono ya Pastor Juma. Wafilipi 3:13. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu. Sikia neno lenyewe: nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Makundi yote mawili ambao tumeshinda na tumeshindwa, wenye ushuhuda na wenye maumivu, Paulo anasema hapa tumeuanza mwaka mpya. Na kwa kuwa Mungu ameturuhusu kufungua ukurasa mpya wa maisha yetu, jambo ni moja tu: yasahau yaliyopita. Ninaposema yasahau yaliyopita, ni rahisi sana kukwambia sahau maumivu yaliyopita. Lakini hata wale ambao mumeshinda, mumefanikiwa, ninawaomba msahau ushindi uliopita. Unajua ni nini? Ushindi wa jana unaweza ukakuzuia kupanda greater heights kesho. Yaani ukikazia macho mafanikio ya jana, unaweza ukaishi na mafanikio ya jana ukashindwa kuona fursa ambazo Mungu ameziweka mbele yako leo. Wale wenye maumivu, wale tulioshindwa, wale tuliokata tamaa, wale ambao mambo hayajatuendea vizuri, ninawatia moyo katika jina la Yesu: sahau yaliyopita. Wale tulioshinda, sahau yaliyopita. Tazama yaliyo mbele. It's a new year, new chapter, new beginning, but it's the same faithful God. Kaza macho mbele, tazama Mungu amekuandalia nini mbele. Wanasaikolojia wanasema, wanatumia mfano wa dereva wa gari, Dr. Richard. Wanasema there is a reason
kwa nini ile windscreen mirror ni kubwa na zile side mirrors ni ndogo? Kwa sababu mafanikio yapo kwenye kutazama kilicho kikubwa kule tunakoenda, sio kutazama kule tunakotoka. Ni kweli kuna masomo tumejifunza, ni kweli kuna uzoefu tumeupata. After all, Ellen White anasema tutapata hofu kwa ajili ya kesho kama tutasahau tulikotoka. Lakini tusikaze macho kutazama nyuma. Tazama mbele mpendwa. Tazama mbele mpendwa. Nimesema tazama mbele mpendwa. Huu ujumbe ninaotoa siutoi kwa ajili yako tu. Ujumbe huu ninautoa hata kwa taifa langu pendwa la Tanzania. Time has come. Sisi kama taifa tutazame wapi jamani? Wana wa Israeli walipokuwa pale kwenye bahari ya Shamu, wamechanganyikiwa, wanamnungunikia Musa, wanasema kwani hapakuwa na makaburi kule Misri mpaka umetuleta tufie hapa? Musa naye ameenda kumnungunikia Mungu, anamwambia Mungu, sasa mbona tumekwama? Farao anakuja, mbele kuna maji, tufanye nini? Mungu hakuwa na mambo mengi ya kumwambia Musa. Alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli waende wapi? Tazama mbele. Ni kweli mwaka 25 umekuwa mgumu. Tazama mbele. Ni kweli umepata disappointments and heartaches. Tazama mbele. Ni kweli fursa zimekupita na unajiona ni mjinga na ni mpumbavu. Yale ambayo ulitakiwa kuwa umeshughulika nayo hujashughulika nayo. Tazama mbele. Waswahili wanasema yaliyopita si nini jamani? Tunaganga yanayofanya nini jamani? Tazama mbele. Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu la mwaka mpya. Shika mkono wa jirani yako, mtazame machoni. Mtazame machoni, alafu mwambie jirani, o jirani, tazama mbele. Ni kama amekuelewa? Usihangaike na wasioelewa, geukia jirani mwingine. Kwa unahangaika na mtu ambaye haelewi, geukia jirani mwingine, shika mkono, mwambie jirani, o jirani, tazama mbele. Ni kama amekuelewa? Hajaelewa, mgeukie mchungaji basi. Halafu sema Magomeni, o Magomeni, tunasonga mbele. Haleluya. Tazama mbele. Chana na yaliyopita, sahau yaliyopita. Tazama mbele. Unajua kwa nini nakwambia utazame mbele? Kwa sababu Mungu ni Alfa na Omega. Yeye ndiye mianzo kutokea miisho. Yaani wewe unapotazama kesho, unapofikiria kesho, yeye ameshakanyaga kwenye kesho yako. Unapokosa usingizi kwa ajili ya kesho, tayari amekwisha. Ninapokuambia utazame mbele, ninachokuambia ni kwamba mtazame Kristo, maana yeye amekwisha fika kwenye kesho yako. Anaijua inafananaje na anaiandaa kesho iliyo bora kwa ajili yako.